Mpenzi, karibu sana. Natumaini kwamba uko salama na shukuru kwa wakati huu. Na ninataka tuweze kuangazia katika masuala ambayo yanazidi kuibuka kutokana na kwa Ruto na Raila Amolo Odinga. Mtazamaji, kama kuna mtu ambaye anaumia hata kama haonyeshi ni Rigathi Gachagua. Kama kuna mtu ambaye amekuwa na shida na stress, maandamano kukatishwa kwa sababu alikuwa na nia ya kumaliza Raila Amolo Odinga, ama alikuwa na nia ya kumaliza na kukomesha maandamano Kenya hii, ni Rigathi Gachagua. Mbona ninazungumza hivyo? Ninataka tuweze kuangazia masuala mawili kupitia kwake na mke wake. Lakini kwanza ninataka nikupatie video moja. Mke wake siku ya jana alisema nini? Na ujue kwamba siku ya jana mzee wake hakuenda kanisani. Sawa sawa. Nataka unipate vizuri na sitaki tuende haraka. Kwa hii video ninataka niweze kukupatia Dorcas Rigathi Gachagua, mkewe Rigathi Gachagua. Kuna kitu alizungumza jana ambacho kinaashiria na ile kitu ambacho kilifanyika. Sikiza huu ujumbe. There is no man I pray for better than that man. So whoever has been having any doubt that I pray for him, he cannot be where he is without prayer. He cannot be who he is and protected the way he is without prayer. So whoever has been asking me to pray more for him, I can tell you he's prayed for. And he's protected. And I love him. I love that man, and I stand with him. I pray for him, and I'm very sure they'll make the right decisions. Wakati ambapo Rigathi Gachagua siku ya jana hakuenda kanisani, kitu cha kwanza, kwa sababu Rigathi Gachagua alisemanga kwamba kwa hii miaka 5 watakuwa wanaenda kanisani kila siku. Na kaambia Raila, hesabu tutakuwa tunaenda kanisani. Lakini je, siku ya jana Gachagua alienda kanisani? No, hakuenda kanisani. Ni kwa nini? Ako na stress, ako na maujungu, ako na sasa hivi Gachagua amechanganyikiwa. Ndio manake jana mkewe ameenda kanisani akaacha mzee. Na kwa hayo maneno ambayo msikiza mkewe amezungumza hapo nyuma, amesema kwamba Gachagua is the handsome man, anaombea na atamwombea akuwe na the right decisions. Meaning what? It means a lot. And this woman ameona kwamba mzee wake anapitia magumu, because for you to start a man, angalia bibi yake vile atakuwa namtetea. The wife is protecting Rigathi Gachagua. Ndio maana anasema hayo maneno, na nitakuyawekea hapo mbeleni uyasikize. Now, what do I mean? Gachagua amechanganyikiwa. Na mbona anasema amechanganyikiwa? Jana hakuenda kanisani. Hebu nikuulize swali moja. Si jana Raila akienda kupatana na Ruto, si Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Wamalwa na viongozi wengine walienda kanisani isipokuwa Wajackoya? Kiona ile timu ya Azimio isipokuwa Wajackoya, wengine wote walienda kanisani. Well and good. Ukikuja upande wa Kenya Kwanza, wamekuwa wakiandamana kwenda kanisani na helikopta kama 5, ndege kama 6. Lakini jana hakuna hata mmoja ambaye aliweza kwenda kanisani. Kwa sababu gani? Walikuwa wamechanganyikiwa kwa siku hii ya Monday, and walikuwa wanatafuta solution ya haraka. Kwa kufanya upesi, Gachagua yeye akachanganyikiwa zaidi. Let me ask you. Si Gachagua amekuja State House, kama mmefaa ni tuitaje? Yeah? Amekuja na games kit, tracksuit, State House, where there's official
the official office, maana ambapo unafaa kukuja umenyonga tai, umenyonga suti, kiatu imepigwa rangi. Gachagua amekuja tu hivyo, amekuja tu where the president is addressing the nation with ako dressed well, suti, tai, amenyonga tai vizuri. Na Gachagua kwa hapo kando na track suit, ametoka tu kupika gym, amesweat hata kuoga hajaoga. So as Gachagua came to the office, hakuchukua hata akae kando kidogo. In fact, kama ungecheki vile alikuwa amedress, you can see he was confused. And that's why wife ametoka kumtetea. Meaning, Gachagua akona decision, akona kitu ambacho kinamsumbua. Wakati mwanamke pia anasema kwamba anamuombea ili apate the right decision, it means kuna vitu ambavyo Gachagua anapitia. If you see today, DPP Nordin Haji amesema kwamba now what we want to do, we want to withdraw the cases of Azimio. Over 200 cases ya wale watu ambao walikuwa wamekamatwa kutokana na nini? Na riots ama picketing. So with this, mtu yote ambaye alishtakiwa kwamba ameweka maandamano, amefanya maandamano Kenya hii yote, hiyo case itakuwa withdrawn. Because of what? Raila na Ruto. And this thing, it is really disturbing Rigathi Gachagua. And that's why he came to the State House. He wasn't aware about anything. He wasn't. If he was aware that the president is addressing the nation, then he angekuja kama deputy president ambayo tumezoea. But he came just, ilikuja kama impromptu, ili ya kushtukia tu, and he appeared. The deputy president, Rigathi Gachagua, is the one who has been complaining about Raila Amolo Odinga. Na alikuwa anasema kwamba ameweka mitego State House. Mahali popote atapita, Raila atapita, atakamatwa. But let me tell you one thing. Surprisingly, ni ile kwamba Raila was in State House na Gachagua hakuwa anajua anything. Sasa kwa kutuenda kanisani siku ya jana, ni kuonyesha kwamba amechanganyikiwa. Na kama Raila Amolo Odinga akipahatika aingie waelewane na Ruto, Ruto ashukishe bidhaa chini, sava ifunguliwe. Sasa kazi ambayo Raila Amolo Odinga atakuwa nayo ni ya kuhakikisha kwamba amekatisha uhusiano kati ya Ruto na Rigathi Gachagua. Na niko na thibitisho la kukwambia mbona. Hebu jiulize, wakati ambapo President Ruto akiwa deputy president, kila mahali alikuwa anaenda anatusi Raila. Wakati Raila Amolo Odinga and make step ya handshake kule State House, sasa ilikuwa kazi ya Raila Amolo Odinga kuhakikisha kwamba the president then anachukia William Samuel Ruto. Na ikaisha hivyo mpaka wa leo wakakosana. And I remember the deputy president is the person alikuwa anasema Raila handshake vitendawili wameharibu ile agenda yetu, the 4 agenda. Alikuwa na ratusi sana Raila Amolo Odinga. But after sasa yeye amekuwa president, then he must bow down. Huyu ambaye ni Ruto alitusi ile handshake. Sasa lazima anyenyekee chini, aambie mzee, what can we do? Mzee atamwambia fungua server, shukisha pay, ili Wakenya kwanza wakaa vizuri. Next now itakuwa ni ile, huyu kijana Rigathi Gachagua ni mbaya, achana na yeye, chukua mtu mwingine. Na itakuwa hivyo. So Gachagua ataenda kukua abandoned, atajitenga. Ile vita ambayo Gachagua amekuwa nayo, sasa
ataumia yeye peke yake. Ni maana nimekueleza siku ya jana, kama alingekuwa aware kwamba siku ya leo the president is addressing the nation over Raila Amolo Odinga, then angekuja amepiga suti, amekuja kama mtu kama deputy president. Then he was looking like nobody. That's why nakwambia, ukisikia mke wake akisema kwamba yeye ako handsome, anamuombea au make the good decisions, it means kuna mahali ambapo Gachagua amefikia mpaka ameambia mke wake, now maybe I can resign, I can walk out from this government, nijitetee. But when you hear the wife is saying that nitamuombea I make good decisions, akwena good decisions, it means a lot. If you take those words and you look at them, kuna kitu anamaanisha, something somewhere kumeharibika. And that's what I want to prepare you guys today, the supporters of Kenya Kwanza. You know, in leadership, you have to listen everybody the way the president has done. But Dorcas Gachagua is a good leader, but he doesn't have qualities of a good leader. Wacha nirudie. Dorcas Gachagua ni kiongozi mzuri sana, lakini yeye si kiongozi mzuri sana kwa sababu hana qualities za kuonyesha kwamba ni kiongozi. Kwa sababu kiongozi yeyote lazima usikize kila sehemu, maadui zako, marafiki zako, watu wote. Kisha baadaye ukienda kumake decision, unaweka kwenye meza, unaisikiza kwamba hata kama hao watu wanipendi, nitafanya nini ili wanipende. But whereby Dorcas Gachagua, yeye anaenda ku increase tension every time, every now. He's talking about vitendawili, handshake, whatever. There is no good content. Hawa watu wa media, hawa watu wa Raila, hawa watu wa Azimio, yani uadui tu. There's nothing good coming from his mouth. Nothing. So when he lacks the qualities of a good leader, and then it is because he was a DO. You know, ukiwa that administrator, there's those power and 30 character of commanding. As a DO, you can command a police to do something. Those days, unaweza sema kwamba nimesema yule chief wako wale watu wakamatu na wanyongwe wote. But when it comes to a leader, elected leader, you have to listen. You have to come down. You have to listen everybody. But this one, Gachagua lacks qualities of a good leader. And therefore, the deputy president, now the president Ruto, he has a right to take his path to unite the Kenyan. The first thing, hey, wacha niwaambie. You know, wacha sasa, nimekula maneno sana, but I'm sorry. You know, President William Samoei Ruto, he wanted to unite all Kenyans by giving every tribe at least a chance in his government. Look at here. From Luo Nyanza, where there is a very big opposition, a huge number which opposes his government, comes from Luo Nyanza. But he gave them 3 CS. Ukikuja PS, vita zikatoka kule. Because of what? He wanted to show himself. I'm a leader. I want to listen to you guys. Even if you are not supporting me, but I want to make sure that you and the government. He came to every tribe. He wanted to balance. And that's why he gave around 50 CAS. Because of what? At least every tribe ikuwe na 2 or 3 CAS. Ili wakienda kwa meza anasema nini niwapatie mtu fulani, niwapatie cheo fulani, mimi sina ukabila, sina anything else. But Gachagua yeye
wakati president anaenda kungangana kuunganisha wa Kenya kupatiana maendeleo, hasa maana ambapo upinzani ni mkuu, amepata upinzani. Gachagua yeye ni kuharibu. Look at here. Mount Kenya supported because President William Ruto. But akienda kanisani ni protect zingapi ameacha Mount Kenya? Hakuna. He was Thanksgiving in homecoming Eriod ICT in Siaya whatever, Homa Bay. Aliacha vitu mingi Siaya and Homa Bay. A huge development. Akakuja Kisii, homecoming of the CS for education. Akaja vitu mingi sana. Kule kwa Machogo, everywhere, every constituency, huko kwa maji, barabara, Nyamira, whatever, mpaka tukasikia kuna nyumba zitajengwa 5,000, Kisii National Polytechnic, a lot of work ikaachwa kule. Lakini kena Mlima Kenya anakimaliza kuabudu, anapanda ndege, anarudi Nairobi State House. But akienda kwa kuna opposition, anapatiana kazi. Because of what? He wants to unite those people wampende. Lakini Gachagua ni nani? Yeye ni matusi. Hawa watu wa media, hawa watu wa Azimio, hawa mzee wa vitendawili, hawa watu wamesinzia. In this leadership, especially in the leadership of this country, the top leader, you have to listen everybody. You have to include everybody. Hata kama ni adui wako ina gani. Now, ladies and gentlemen, prepare Raila Amolo Odinga to send away Rigathi Gachagua na tujue atenda wapi. So be careful. Mimi ninasema hapa, I'm coming in the next video to show you how William Ruto is working opposite with Rigathi Gachagua. I have a lot of evidence to show you. Mwingine anazungumza, president anakuja baadaye anazungumza anasema, no, we give freedom, we don't do that. Because of what? The president understands himself. And by this moment, and by this far, I want to tell you this, that prepare Rigathi Gachagua to be in opposition, whereby the Azimio and all the supporters of Azimio wataenda kuwa against na Rigathi Gachagua. And for these 5 years, Rigathi Gachagua atapata opposition mkubwa sana. Mkubwa sana. Hata kwa watu wa Kenya kwanza. Kwa sababu gani? Mdomo na kiburi. Kama hawezi akajizusha chini, it is going to be more worse. So ladies and gentlemen, thank you for coming. Thank you for watching this channel. And make sure kwamba kama hauja subscribe and make your notification ikuwe on. Kwa sababu end moment tutakuwa tunajilia video zetu unazipata kwa wakati. By this moment tupatane baadaye. Nyamtu Dennis Kukurikuntu. Bye bye.